Sawa, I'm a man. Hizo ni vitu nafaa kuexpect. Ukifika kwangu, you are my baby. Hello my good people. My name Augustine. Nawakumbusha tunajua mnafahamu. Lakini leo hii manze, leo nimepata time. Ilikuwa last week nimepitia through comment section, alafu watu yani you people are so waiting kuona what happened between me na my baby mama, yani Lavender. But nika decide juu yenyewe time ndio mbaya, juu unapata most of the time niko kazi hapa na pale, unaelewa mjengo. Unaenda leo, kesho unakosa. Hiyo siku umekosa, unaenda tena kutafuta kwingine. Umeona? So inakuwa kazi ngumu, so huwezi pata time ya kushoot, sometimes inakuwa hard. Juu pia unaelewa Lavender bado pia anasaka job, na pia alimaliza shule by the way. Aligraduate, yeah, congratulations by the way. So leo let me present to you my one and only Baby mama. Lavender. Chana mi story ya baby mama. We planning things. Alafu unajita baby mama. Guys, it's been long, sindio? It's been long. So like tuko, but all is happening good. Everything iko perfect. So sikuwe worried about us. Congratulations. Thank you. Alafu I got a gift for you. Walai. Yeah, nakupea. I can't wait to see it. Ni too smart. Yeah, tunajua tunapenda vitu smart. I know what you are, you love, so probably ni kitu yenye hata ukiangalia itakuwa tu best manze, na kama enye amefanya kazi ngumu kuamka asubuhi with her condition, kuenda classes, attending all classes mpaka inafika mahali ya graduate. Manze amefanya kazi safi. Plus na make sure nimeamka, nimepeleka mtoto shule, nimefanya kazi ndo niende. Walai, she's a very hardworking mom. Oh, thank and you. A wife to be when she finally decides. How do you feel now that you're off school? Currently I'm happy, but si rahisi hivyo. But unajua tu nile kuchangamka kiasi, kufurahi kwa wingi pia. Lakini kumekuwa struggles. Struggles nazo ziko kibao, nakwambia kibao. Mwanzo unajua, imagine with her condition unaamka asubuhi unafanya stuff. Those are one of the reasons zenye mimi nilikuwa nataka kukaa na yeye, but I'm not bringing that topic right now. Pardon me. Don't bring it up for now. No. Okay. Nikwambia aje, inataka time. Yeah. Sasa maybe hiyo time maybe ni kuingia tu sasa huku hivi nipige masherehe kiasi na marafiki. Nikupate ati sherehe gani kutoa na vienda slippers. Nenda sherehe na chana ni mtoto bidhaa siwezi. Yeah, I trust you because mimi sijiona ukionja pombe. Mali naonanga zako ni za smoothie. Chakula. Guys, anapenda food. Una ni foodie. Ndio tu mwili ijengwe na matofali. Lazima ijengwe na chakula. Lakini she's very hardworking, so ana deserve the best in the world. Oh, thank you, baby. Oh, thank you. You can say that. Oh, thank you, baby. Najua tusachi kazi tu hapo vitu tuende nikafurahia na wewe na huko. Tupendani hata mbele ya kamera, tujue bado mimi na tunapendana. Ni bado sijaamua mambo na kumovie. Kupenda ndo nakutambua my guy, my G. Kupenda? Lakini si unajua mimi najua kupenda. So guys, mambo imekuwa ngumu huko nje kidogo, and one of the reasons why hatujakuwa tukifanya shoot ni unapata hatuna time, ndio imekuwa kwanza ile tunasema inasumbua sana time. Alafu plus sasa venye alikuwa anashughulikia mambo yake exams nini, so ilibidi tu tena nimebaki na mtoto for a while, and na mtoto pia na venye alifunga shule sasa yeye haizi tu achanishwe hivyo venye mama alikuwa anaenda shughuli zake za graduation nini, kupanga hizo maneno juu unajua ni process. So sikuwa na time mingi ile mimi na yeye tunaweza patana tukae chini to record a video to update venye tunaendelea. But today I'm so grateful. Sasa ana kazi mingi by the way. Sasa maybe ni kuamka kukunywa chai, kuosha vyombo na kuchill. How is life different?
unaona venye umekuwa shule. Okay, like na nikiwa sahi. shule nilikuwa na feel like nilikuwa sema nilikuwa nalala unaweza hiyo mjengo unaendanga sasa huku na feel hiyo kuchoka. Imagine mimi ninaamka 5 natayarisha mtoto, make sure amekunywa chai, kale ka flask kake na make sure chai iko ndani, everything unaisort ndio nipeleke mtoto shule. Nikirudi mimi ni make sure nimeosha vyombo, nimepanga nyumba, nimeoga, mimi ndo kwa nduthi mpaka shule. Shule napaswa kusha tena saa 10, si ndio? Mimi hiyo saa 10 nishatoka mbio kwa nduthi mpaka niende tena mtoto shule ndio tena turudi kwa nyumba. So guys, unapata most of the time kitu ilikuwa ina drain do sana. Like ile kidogo yenye unasema ni ya food. Kitu ilikuwa ina drain do ni hiyo fare kwenda shule, kurudi, yani kurudi ilikuwa roughly kitu kama 200 a day. And ni kitu must. Juu sasa lazima ifike shule. Sisi unapata sasa nimeenda shule lakini nimeinama sitakula. Ndio maana nasema wewe ni strong woman. Very strong. Lakini Mungu atafungua milango hivi karibuni. Na bila mimi naamini kiasi yenyewe iko sanga tunafurahia. Sisi take for granted. Okay. So since umemaliza shule, uko na plans gani? Uwezi tu kuwa seated and plans nazo nakwambia niko nazo. Let me tell you, plans niko nazo, but the only challenge I have ni let's say maybe condition yangu ndio inanihinder from doing so many things. First of all, kazi nataka kufanya kazi like unajua hapo kwa kazi pia kuna tricky. Sisi bidii ni serve client alafu niambie client so nipe kitu kama 10 minutes niende chomse. Hata client atakuwa like next time atarudi kwako ama taarifa msee kwako, unaona? Ama umeenda kwa salon ni kazi ya commission unaifanyia. Wewe unashangaa kwa nini 3/4 time yako ni kuendanga like kwenda na kurudi sasa unaona? Ni tricky juu unapata most of the time mimi naelewa Lavender, naelewa ile life yenye tumekaa na yeye na Faustin, hiyo life tunaielewa. So unapata most of the time she has a condition by the way na yenye inataka medical attention, but she's strong enough to hold until maybe ile siku Mungu atafungua njia tupate shughuli, yani tupate tu pesa kupeleka hospitali na kuangalia hiyo condition. But sasa mostly for now that condition like okay like according to niliambiwa it's easy tibika but it's something you can manage. Kwa sababu kuna zile stuff zinahitajika sana unaona. Hiyo niambie nyewe tu tuongee tu kweli. Mimi najidai tukose kukula. Mwili pia Jade anapenda food. Anaweza kwa yani yeye anakujenga tu kwa nyumba anakula, anapotea tena utamwona masaa nyingine. Alafu unaona the moment akishakula sunanga hizi sumbua. Akiwa njana hata hiyo hadi majirani atajua hajakula. So guys, hizo ndio conditions yani situation. Hiyo ndio situation iko. So unapata most of the time hadi uwezi save useme acha tujaribu tuone venye ataenda maybe kwa matibabu ama pesa kumanage juu inahitaji tu do ya kumanage and stuff. So unapata most of the time ile pesa yenye tunapata ile yenye inaingia kwa mikono yetu maybe ni ya food, rent, juu pia uwezi save na ukosa kulipa rent. Si ndio? Rent is the most important thing. Juu usikia inakwambia hata tulipe rent basi hata kama tunakaa njaa ndani ya nyumba kuna mtu anajua. Imagine uko njaa na bado nje unakalia nje, ndio tu unashangaa rada yao. So guys, hivyo ndio iko. Na ile kitu mimi naweza sema kwa sasa ni after amemaliza shughuli ya shule, ile kitu tunaweza sema maybe she needs kitu kama kama workshop yake. Si ndio? Yeah, but that's something. Itakuwa easier mimi mwenyewe kujimanage. Kuliko kufanya nini? Kuliko unajua ukifanya kazi na mtu mwingine, nataka kujua. So but kama workshop ni yako, then inamaanisha aje like una manage everything. Then pia unaweza ita wale nini mabishto wako already wenye umesomea, wenye ulikuwa unasoma nao wanakusaidia kupiga kazi, unaona? Wenye hawana same condition yenye uko nayo, unaona? So hiyo ndio maybe hiyo ndio that's the plan we have. Maybe that's true. Juu ukiangalia vizuri hatuwezi sema amemaliza okay ako na certificate alafu imelala tu kwa nyumba, ni kama tu yangu inakuanga chini ya box. Like unajua sasa mimi sitaka nikuwe hivyo. Nataka tu at least mimi one day mnionange kwa TV mwanamke bomba.
Mautamu. So naona mimi husema nikipata an amount of money somewhere, the first thing yenye naweza fanya, sitajiangalia, sitaka kuona ukiwa umekaa tu nini pale nyumbani. Sina nakwambia napendwa. Unaona, usina evidence. Umependwa raha. So siwezi taka kumuona akiwa pale nyumbani amekaa tu juu amekuwa akisoma, and lazima pia apate kitu ya yani ile shughuli amesomea lazima aitie kwa nini pale nje, at least imlipe, si ndio? So ile kitu naweza taka kufanya, Mungu akinibariki tu, anibariki tu na pesa, naweza mfungulia kwanza workshop, then at least utakuwa na manager, hata kama utakuwa unauza hizo vitu za nini beauty and stuff, unaona? Itakuwa better kuliko kuenda mahali then hauko comfortable, unaona? Juu imagine pia hiyo kitu drain akili. Unajua pia kuna saa zingine unapatanga hata msana kupea kazi. Msana like hata nile umeenda kumwambia they can do this better. But ile zina amekuangalia kwa zile za nashuku you can't. Like mbona ile nyewe hadi unajiambenga tu by expressions za msee za uso, unajiambia huyu nikana ni doubt. It was like it's hard by the kuprovia msee I mean nikiwa hivi in my condition I can do this and do that. So unajua, acha niambie kitu moja. Mungu hawezi kunyima kila kitu. Mungu hawezi kunyima kila kitu. Akisha kupea one thing, inamaanisha akikunyima tu something, kuna mali anafanya unakuwa perfect. Na unapata most of the time, unapata these people that tuna despise hapa nje, wako so perfect in doing stuff. Unaona? Kama wewe ni fan na uko around Nairobi, wish tu ungekuja tu ufanyiwe tu makeup ama nails na lavender, uniambie the difference between mali unaendanga normally na nini na lavender inakuaje. Juu mimi kazi yake mimi naona iko very okay, very fine. That's why mimi sijui ningekuwa dem ningekuwa nanifanya tu makeup kila wakati. Wallahi, si ndio? Juu wewe kazi yako ni safi. But like I'm sure unaweza refer my best. Yeah, okay. Most of the time tu patana na mtu mmoja. The funny part of it ziko na mabeshte madem. You know, kuna vitu ufai kumix kwa life. Unaona? Na one thing, ukiwa na rafiki msichana, wanakuanga na anataka their attention. Imagine, okay, they are friends, no? We are friends. Lakini anataka attention ya a girlfriend. Unaona? So, na mimi siwezi peana attention to someone I love, alafu tena nipe at friend, unaona? Nimeattend na kupiga kia kingine mo. I love the favors. Favors. Mimi sina kitu, so I know girls are like nikolee na kitu fulani. Na mimi sio na struggle. Ati mtu anisikie tu mtu kwa sema ati babe nitumie 2k urgently. Mzee anaweza mpasha. Unajua naona before Lavender decided to do a course on beauty and hairdressing. Yeah, and hairdressing. Tulikaa chini tukauliza what can she do better, yenye ita drain energy, yenye itaki a lot of movement and stuff. Akachagua that course. Then mimi sipendi mtu amekaa by the way. Ukumbuka at first nilichukua mambo na tailoring. Nakwambia sasa acha kucheka. Wala limeacha. Acha nikwambia sasa tailoring ilikuwa mauano. Sasa achana ile hiyo time ya kukata hizo measurements. Msee, usao mimi mguu yangu hizi operate nini? Hiyo sheria ni ya kukata. Ya mguu. Mambo ilikuwa sa tricky. Msee, watu wa class wamesonga mbele, mimi nimeng'edhia na vitu zangu hapo. Unashangaa huko kunaenda aje? Nikajiambianga by the way, sasa beauty at least ni kitu marketable, na si ati lazima ukifanya beauty ndio uajiriwe. Still unaweza employ, ndio? Watu zile vitu obvious unaweza fanya. Sasa nikaenda kwa beauty class, beauty nilikuwa na bidii, urembo. Ni venye tu babe sasa hatuna pesa. Acha niambie something. So kitu kama 1 month ago. So alikuwa anafaa kufanyia mtu fulani makeup, ilikuwa ya birthday I think. Ilikuwa bridal. Bridal. Yeah. So alafu ashanunua hizo makeup zote nini, alafu mimi nasikia kuja nikwambie. Tuko tumekaa pale, ambia kaa hapo. Nilipigwa nimenyakuwa kwa na mtu record hapo. Mbona ufanye tu practical na mimi? Hakuna, lakini adiwe tuone. Sasa nikwambia una saa hii, nataka tu say mahali popote. Yenyewe tu venye umesema huwezi keep mabeshte madem. Attention yote ni kwa nani? Lavender
Jaden. Hiyo mchezo you can man. Imagine mabishte zangu ama hata Faust nakuja hapa tu amenipiga makeup ingine wazi. Sasa ni kutry ndo nione. Unajua mpaka nifanye practical ndio usahau like nafanya practical na ndo nikienda kwa client niko sure ita mbaya kwake. Umeona testing ikikuharibikia ni sawa. Lakini haribikia unajua uzuri hakuna mali naenda tuko na wewe. Sasa bado hiyo sura ni yangu. Lakini usiharibu basi ati. Na unataka kuwa mwansa nani ya kuone? Anaonekana basi. Hakuna hii sura ni yangu. Ndio tu sisi eka label niseme Lavender's property. You're my guy. Me I'm happy. Venye nasikia chembe za lakini sisi tunasikia better to be sincere, better to let me tell you something. Mimi uko nimekupenda. At least wewe ni msee mature upstairs. Ule msee like hata nikatu at uko na shughuli na niambia watu nitume text niambia aje babe in the next one hour nitakuwa kaenda busy. Then kuniachanisha unajua at least unasemanga babe nimetoka nimeenda kwa Faustin like at least unanikeep updated na movements zako. At least ule mse nikiwa na issue ndio nikwambie najuanga kwa kila uwezi ni judge unaona like unaichukulenga ni kama hii issue ni yetu, let's solve it. Like sasa unaona umenipea that shoulder to lean on plus umenipea that ile chance ile freedom ya kuwa free around wewe. Unajua unaona hadi kwa mtoto ukikuwa strict huyo mtoto akijipata kwa shida fulani haizi kuambia. Lakini the more unakuwa friendly kwa huyo nini kwa mtoto ama kwa anybody at least unampatia ile chance ya kuwa open kwako in case kama kuna issue anaweza openly kuambia juu anajua utamsaidia utamkemea. Unaona? Na hivyo ndio watu wanafaa kuishi. Hiyo ni ukweli. So about kuna kitu tulikuwa tumepromise Jaden after amekuja namba mzuri. What happened? Lakini wakihusisha unajua mtoto. Mimi sasa asubuhi nikozeleza mam si ulisema utanibaia baiskeli. Na kalijisukuma like kutoka namba 7 mpaka namba 2. Nakwambia labda unajua au ile unaanga ile tema amepewa ile ni nitongwa jile kale assessment book kama iringa chama niambia mimi nimekuwa namba 1 kufungua unapata ni namba 2. Hiyo ndio tulikuwa tumemwambia obviously by the kutoka from number 7 to number 2 yeye amepita wasa ngapi hapo 5. Tulimwambia kuje top 3. So nini wase watano amepitisha hapo si ndio? Hiyo ni achievement. Sasa issue ni we made a promise na tuzifulfill. Sijali tutatafuta tu kama ni second hand. Amuuze figo yako. Alafu ni trust. Unajua sasa ukiuza figo like ukiwa na Lavender you have nothing to worry about. Mimi nitakutunzia jide vizuri. Hii moja. Sasa ushani dismiss kutoka kwa hii dunia. Sio ushaanza kuniambia mimi utanitunzia mtoto vizuri. Lakini sasa alafu ukienda ndabaki na nani? Nani atanitunza kama wewe? Lakini hapa nusiuze ili tutafute ingine. Acha tu struggle, sio? By the kunanga kutusimeka kula jasho yako. Na mimi husema unaona health ni kitu mzuri kuliko hadi inaitwaje kuliko hata pesa sometimes. But that's true. Ukiamka tu uko nini hali yako ni mzuri tu. Na una ma complications. Afya yako ikiwa tu mzuri. Hiyo ni better than anything. Yeah, that's true. Yeah, juu kuna watu who struggle hapa nje, unaona? Na I'm happy sometimes when you unajiconduct with the condition. I guess you've mastered yourself. Mimi huamkanga ile morning na kunga like okay mimi by then mimi kuanga na stuff mimi hujiambia mbili nataka kufanya. First of all mimi like familia yetu ikuwe best ile kujituma and the second thing ni prove the society that ile zinaona kwangu ameview mlemavu si hivyo. Sure. Cause mimi by the way huambia wase una before like nikuje kwako tunataka kuongea but before uangalie Lavender like before uone crutches zangu unapaswa kuona the Lavender herself like ndio Lavender tumekuja kumuona amekuja kuongea mimi sasa tumeona Lavender lakini tumegonga kitu unaweza kuwa hata msaki kuuza Lavender na kadi utonanga tu crutches ya kwanza. Yeah. Like ukiniona watu wanaangalianga sana the negative side. Like sasa wanasahau kuna guys these people are so able. No. Wajatupea that chance ya kujiprove that we can. Wanakuwa ni ile mentality, wewe ni mlemavu huwezi fanya, huwezi mse I can cook, I can wash, babes naifanyanga kila kitu. Yeah, exactly. Chapo zangu ziko. My favorite meal. Achana vile ulipika chapo zako zinakaa mweba. Lakini ulikuwa unishtaki sasa. Pole. Lakini okay, siwezi naona that's why you come in. Naona.
unaona mali niko na upungufu sasa ndo unajazilia. Mimi nakukoleka lakini nakuchekanga. Hadi mamsho unajuanga tu. Sasa nimagine sasa maybe nimeenda tu nimetravel alafu dada yako dada nipikie chapo. Siwezi pika tu tutanunua. Siwezi pika. Au je kununua bedhi hata ukikula inachanga mse na kale katama fulani. Ni kama mimi sasa sunanga mimi hadi nitaka chipo ile hata nikabai waru nipike kwa nyumba. Mse utakula waru ya chuani bado uko njaa. Sasa ukuje tu jipikie kwa nyumba usikie utamu ya tunakula. Yeah, sometimes unajua tunasema ile chakula yenye unakula kama umejipikia unajua usafi wake. Yeah, that's true. Si kama kuchukua tu food kwani ulisikia kuna ule madam ule mwenye alikuwa amefanywa nini toje mwenye alishikwa pale hivyo na watu wa City Council. Atajua amechemsha chipo na mafuta ya transformer. Sasa achana huyo. Sasa kuna mzee fulani mbona na trend online ati like una minute made like yake ni mkojo iko hapo ndani. So it was like I was on kunywa. Like hata kuna reactions like nataka kuimagine sasa ni women. Akizile kwa station za juu unaniweka lakini ni sawa. Sasa nile nataka kuimagine. Hapo sikia the guys sawa kwa zile za hizi kwa mzee ukiangalia hizo chupa za minute made zilikuwa mingi. Yeah. Na yeye ameconfess ni mkojo iko ndani. Una manager kuna vitu zinakaa weird. Hayo ni malimwengu tu. That's why me prefer aje. Nataka una bedhe vitu kacha hapo me prefer nipike kwa nyumba. Ninaanga hapo nje unaona zeni mtu amekanda hiyo unga diro inatoka. Unajua maji alitumia ni gani? Anajikuna kichwa alafu anaweka mikono. Alafu mimi sasa tunasha imagine. Sasa mimi nimekuwa mgonjwa tunaanza aje? Tuongee tu yenyewe kweli. Tutaanza aje? Utaanza aje? Lakini I guess ni chapoto usije kupika. Nini nyingine unajua kupika? Chapoto pika. Unajua kupika Indomie? Indomie napika. Mbona napika Indomie? Indomie unaipika tu vizuri unaweka kama spices, makarot hapo minji. Mimi najua Indomie ni ya kuchemshwa, alafu unaweka hizo ingredients unamaliza. Lakini sasa mbaki kwetu tamu, watu at least tuweke kama mafuta kashaini. Lakini one thing yenye mimi najua, naona kupika chakula ya mwanaume ni as long as unajua kupika nyama, ugali na hizi sukuma tu hizo chakula hizi greens. Unajua kupika mchele. I think that's very okay. Na hivi soon nitakuwa najua kupika chapo. God willing when we move in then. Ngoja guys, si God willing anytime soon. Zangu zikishika kwambia babe fanya aje? Tafuta cameraman, taka a record procedure yako from everything. Tuone wasa watasema nini, tuone. Manze mimi sitakuwa nashikika. Usoni wanafurahia. Cheki ni wa kwangu wewe. Wewe nakwambia mimi nitakuwa nafurahia manze. Hiyo ni dream come true, sio? Yeah, achievement. Nakwambia pande yangu. Hiyo sasa ni kwamba niko babe will cook for me, my baby will cook for me. Do you know kama singekuwa nimefanya Kishuro Science, ningekuwa nimefanya beauty and cosmetics. Do you know why? Because I feel iko na pesa na ni kitu yenye una expect. Unaona hata kama per week weekends unaweza make a lot of money weekends, hata kama wiki itakuwa kazi ngumu. Kama hata mimi mwenyewe tu nikiamua hiyo beauty, sasa ndakuwa na glow huku nje vizuri, ndakuwa na glow patana na bibi mama wako tuna lipstick. Bibi mama wangu sangapi sasa tuna glow huku nje, sasa glow yako huko nje. Charity begins at home. Exactly. So kitu mimi naweza sema ni tuombe tu, unaona? To deal tu tunapiga hata kama ni mjengo hili. Unajua ili upige mjengo for long, lakini unajua the problem I guess yenye imefanya tusikue na workshop I guess ni rent, si ndio? Msela nakwambia ni lesa tu. Unajua hiyo ni kulipa rent mbili. Unajua places kama I know where you are getting to. I know where you are getting. Unaona hapo za nakwambia nakupimia rent mbili. Okay, what next? You say school fees haiko in the picture mpaka January. Yeah. Lakini maybe sasa tuna hiyo rent mbili na hiyo tuition juu kila tuition ni kila siku 50. Yeah. Sasa unaona. Na nilimaliza ya hii wiki, si ndio? Sasa unaona. So I guess tena mpaka naona kukaa na mtoto kwa nyumba hata hizo unajua hata kitu ya kwanza ujui kama ako safe. Juu kama ndaenda shughuli na Lavenda aende shughuli then na mtoto tumemwacha mahali tumemwacha tutajua kama ako safe, si ndio? Wacha nikwambie bidhaa unanga juu wase kwa upload huko zile za Lavenda
huu mtoto wako like watu niambia ati nimelea mtoto in a weird way, of which pande yangu msee usionangi hivyo. Mimi uogope ile msee naweza kuachia mtoto wangu muone huo. Unajua Jaden ni msee hyper. Hakuna mtu maybe yote mumpata ametulia, maybe yote amelala ma temie ni mgonjwa, but hizo siku on a normal day akuja ruke hapa ende afanye hivi. Msemi uogopa. Mimi kwanza mimi najuanga naona siku tulikuwa tumeachwa na yeye ilikuwa kama siku 3 hivi. Kulala nayo sahau. Huwezi lala. Mtasumbuana, aanze kulala kwanza, akishalala sasa utapata baada ya kulala. Hiyo by the time unangata by the time anafikiria kulala. Sasa umelala utadungwa macho, akuite maraka ambao na kuna mtu anakuambia maana. Simu ni yako lakini utumini yake. Mara leo niweke katuni, hapana niweke ingine. Hata mwambie una data. Hata yeye kujua mali data itatoka. Sio unakuwa na mtoto, but it's kind of fun. Tuna plus considering the place mimi naishi, third floor. So mimi ni ile hata nikwambia siwezi kaa kwa nyumba tu hivi nimetulia. Junayo kuna plot next watoto wamekuwa kianguka. So mimi kwa mind, mtoto wangu kaa tu hapa. So most of the time tuna prefer kumpeleka tuition juu at least tutapata time ya kufanya shughuli hapa na pale. Atacheza shule. Acheza tu shule juu pale unajua ni walimu wanajua ndio by the time anarudi unaona likata kwa amechangamka hiyo design. Ni kweli. So guys, manze tuombeeni tu tupate workshop kwanza. Mimi hata sitaki kuongelea maneno yangu. Nataka kwanza tupate tu workshop. Bibi wangu umenika mbele. Sasa unajua naona as much okay, let's compare the pride of a man. Ni ukikaa hivi unajua your family is very okay. Then everything iko very okay. Juu kama mtoto hajafukuzwa ni school fees, tumelipa rent, then tuko na food. Na at least tunajua hizo vitu haziza kuwa zinasumbua for the longest time, na Mungu venye anaendelea kufungua njia. Then mbona mtu asifurahie? Lakini okay, unajua the best part of it ni venye mimi like huo kungu like wewe unakungu umeniaminia sana. Unakati wasa wananiona huko yenyewe dem ni mnyonge, unajonga tu yenyewe Lavenda wangu can do this. Like wangu umeniaminia ndani ya roho. Yes, I'm the luckiest. Hebu mudika hapa. I'm the luckiest. Guys, huyo pia wao ameniaminia mpaka siku nyingine karibu nipigwa shock nikiconnect. Bena unajua mpaka tu tuaminiane. Siku nyingine karibu nipigwa shock nikiconnect ni hizi machine zake za kazi. So ndio. Sasa unajua mpaka tu nikudeka. I'm flattered. Yeah.